tunaizungumza ambayo ni Yesu Kristo, siku yake ya kuzaliwa, tunazungumza juu ya huruma za Mungu. Tunazungumza juu ya huruma za Mungu kwa sababu siku hiyo hakuna mtu aliomba kwa Mungu kwamba tunaomba kututumie nini msaada, ila Bwana akatazama akatuhurumia. Kwani waulize swali, tunapigana na vita nyingi ambazo sisi hatuzijui katika ulimwengu wa roho. Mungu wetu anatutoa katika mambo mengi magumu ambayo si ya kawaida, ambayo sisi hatujui. Mungu wetu anatuepusha katika vitu vizito ambavyo sisi hatuvijui, lakini anatutoa. Tunapozungumzia swala la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunazungumza habari ya huruma ya Mungu, alivyotutetea na jinsi anavyotupigania, vile anavyotupenda, vile anavyotutazama na anatuhurumia. Ndio kitu tunachokizungumza. Kwa sababu kama Mungu asingetupenda, basi ulimwengu ungetumaliza. Amen. Amen. Kama Yesu Kristo asingekuja, sijui wakati huu tungekuwa tunafanya nini. Kama Yesu Kristo asingejitokeza kwa ajili yetu, sijui ni kipi kingetendeka kwenye maisha yetu. Nisome kitabu cha Efeso 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Usikilize. Ni mapenzi ya Mungu, anataka tuone tukiwa hatuangamii, wala sio mapenzi ya wanadamu. Efeso 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Vile katika kitabu cha Isaya anasema ya kwamba wameniacha, wameniasi. Watoto niliowalisha na kuwashibisha wameniacha, wameniasi. Lakini hapa anatuambia nanyi mlikuwa wafu. Inamaanisha kwamba kwa sababu ya yale tulifanya, alitutoa huyo adui kwa Mungu wetu akatufanya kuwa wafu, ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu. Ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Unasikia anachokisema? Anasema waliniasi, anasema mmeniasi, mmesaliwa kwa huyo mharibifu. Anasema roho yule atendaye katika wana wa kuasi, wale watoto ambao watapokea roho ya huyo aliyeasi mbinguni, na wao watatembea katika roho ya kuasi. Hatuzaliwi kwa Yesu Kristo kwa damu na nyama, tunazaliwa kwa Yesu Kristo kwa kumkiri yeye na kumwamini katika roho. Ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao. Ambazo sisi sote zamani nasi tulienenda kati yao. Tulitembea katika hayo mabaya na katika hayo maovu, katika tamaa za miili yetu, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia zetu. Tukawa kwa tabia ya watoto wa hasira kama na hao wengine. Tukawa na tabia za watoto wa hasira na kama hao wengine. Tukafananishwa tu na hao wengine ambao ni watoto wa mataifa. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu, aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, pamoja na dhambi, pamoja na uovu, pamoja na yote tuliyofanya, lakini akatutazama, akatuhurumia, akamtoa mwanae wa pekee ambaye alimtuma ili aje atuokoe. Ndio maana anasema bikira atazaa mtoto, na huyo mtoto ataitwa Emanueli. Maana yake Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanadamu, pamoja na kuonekana tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu, lakini Mungu akatamani kurudisha uhai kwetu. Alituhuisha pamoja na Kristo, akatuhuisha pamoja na Kristo, tukainuka tena na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Yaani tumeokolewa
kwa neema. Akatufufua pamoja naye. Akatufufua pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, Bwana wa Mungu. Sikiza nikwambie. Vile Mungu anatupenda na vile anatuhurumia, tukinyenyekea kwake, tukamwambia Baba, tumekosa. Baba, tusamehe. Baba, tuhurumie. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu. Anatutetea. Kama alimtoa mwanawe wa pekee ili kila mwamini asipotee. Anasema pamoja na kuasi kwetu, pamoja na dhambi zetu, tulikuwa kama tumekufa, tulikuwa kama wafu kwa sababu ya dhambi. Maana tulikuwa hatuwezi kujiongoza, tulikuwa hatuwezi kuenenda wenyewe, ila tulienenda kwa kuendeshwa na hizo roho mbaya. Tuliendeshwa kwa tamaa za miili kama walivyo mataifa. Basi sikiliza nikwambie, kama Yesu Kristo alikuja, alafu kwa jina lake tunaokolewa, alafu kwa mkono wake tunakombolewa. Sikiza nikwambie, fungua moyo wako, fungua moyo wako, maana tunaokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema, wala sio kwa jeuri yetu, wala sio kwa sababu ya nguvu zetu, ila ni kwa neema. Fungua moyo wako. Tumoja tuwafungue moyo, aseme Baba, ninaomba yale mabaya yaishi. Baba, unitakase. Baba, unisafishe. Sikiliza, soma kitabu cha Luka